wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni wewe. When you accept to do the will of God, He does whatever you want. When you accept to do what God has instructed you to do, your business, He will manage. Your family, He will manage. Whatever that you do, He will manage for you. Because He chose you. What is a calling? What is a calling? Calling is a process by which the Father who is in heaven draws a person to Himself. That is what we call a calling. When the Father in heaven draws a person towards Himself. So a calling is not you going to find it. A calling is not you going to school. A calling is not going to study for. A calling is that you've already been drawn. Umevutwa. Umetolewa kule, umetolewa, umeletwa karibu. Ndio ufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. It's being drawn. It is not a will. Not a personal will. Not a personal arrangement. Not a personal desire. But it is a will of God. Drawing closer to Him. So that you can serve Him. That is what we call a calling. Sasa jiulize kwanza. Before we tuende hapo kwingine. Have you been called? Yes, you are a pastor. You are a bishop. You're an archbishop. Have you been called? A calling to make, and it's supposed to make one understand the spiritual truth. A calling. When you are drawn closer to God, ndio akufundishe kuunderstand ukweli wa ulimwengu wa kiroho. Ndio unaingishwa deeper into deeper things of the spiritual matters. Ndio unapata deeper revelations, deeper understanding, deeper knowledge, which others don't understand. And number 2, it is an invitation to salvation for an individual. A calling is an invitation to salvation to an individual. So many people think because they go to church, they are saved. Many people think because they are pastors, they have been called. No. Salvation, it is an extra mileage of being called. Salvation itself, it is a calling. If God does not want you to get saved today, no matter how many people will pray for you, you will still remain the way you are. Until that time of a calling, you are called and picked from other people. That is when you receive Jesus. To receive Jesus, it is not just a coincidence. It is not just something that was a pass by. It was not something about inatendeka tu kwa wakati huo. Hapana. To get saved, it is a process of God. You may today unasema Bwana Yesu, leo nimeacha dhambi, kutoka leo nitaenda. That is not salvation. That is not what? Hiyo sio wokovu. Kukuja kusema ati kwa sababu ulisema Bwana Yesu, Bwana Yesu, leo nimeokoka, nisamee dhambi zangu, nifute kwenye kitabu cha mauti. Hiyo ni kuzungumza, umezungumza. Kuzungumza. Salvation ni the process ya kutembea na Mungu. That is what we call salvation. Salvation, it is the process that you walk with God. The way, the process, vinye munatembea na Mungu wako. Mungu wako anaonekana ndani yako ama haonekani. You are going to church. Is your God seen? Yes, you've been going to church. Are you seen? Can anybody see you? Can anybody see your God through your acts? Can anybody see your God through your marriage? Can anybody see your God through your coming to church? Can anybody see your God through whatever you are doing? What kind of a person you are? What people see in you will prove whether you are saved or you are not saved. Kutuambia ati uliokoka mwaka 1992 ama 19 what? That is no salvation at all. Don't ever lie to anybody. We all get saved every day.
And that is why Jesus gave us a prayer that is a present continuous tense. It is not a singular. It is a continuous tense. Our Father who art in heaven, thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus knew you will never be able to practice that. That is why he gave you a prayer that is a continuous present tense. Always repent. Always. Every time, wherever you are, always ukue una repent. Maana makosa katika dunia hii tunatenda every single second. If somebody comes and tells you, I don't have any sin, I have not committed any sin, that person is completely lying to you. Already that is a sin. Therefore, that is the reason of the salvation. Salvation is the continuity, the process of you walking with God. Then when you walk with God, you are rectified by God as on go along the way. Venye unaendelea kutembea na Mungu, God will keep rectifying you. Utakuta kuna watu walikuwa wamekupangia mahali, Mungu atakuondosha akwambia pita hii njia. It is not that you are good. It's not that you are so special, but God has a good plan for you. He directs you. When you are in the salvation, walking with God, your paths are all controlled. You will never go wrong. You will always conquer every single battle ahead of you. Not because you are strong, not because you are powerful, not because you have knowledge, not because you have any, but because you are saved. You got the salvation in you. And when all Christian, kama tungekuwa saved, fully saved, we will not be facing the challenges we are facing. Because the grace of God will have been so sufficient to us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I needed you to understand that. Therefore, let's move to part 2 of what are the kind of callings do we have. In the book of Ephesians 4, verse number 11, we have an apostle, we have prophets, we have an evangelist, we have pastors, we have teachers. All those are labeled in the book of Ephesians. And they talk about who is an apostle, who is a prophet, who is an evangelist, a pastor, a teacher. God calls us to know him. Romans 8 verse 30. God's calling is all meant to make us know him. If the calling you have has not allowed you to know who God is, haijakukubalisha uweze kuelewa Mungu ni nani, maana kumaanisha calling ambayo uko nayo haifaulu kuitwa calling. It is not a calling. If until today you don't know it is bad to backstab, if until today you don't know it's bad kusengenya, if until today you don't know that it's bad to steal, to con, to speak lie over somebody else, yet you are a Christian, it means still you are not yet called. If until today you don't know how to forgive, if until today you don't know how to bring down chochote ambacho kimekuwa ni mzigo kwako, umeshindwa kukiweka chini, ni kumaanisha bado you don't have a calling of salvation. A salvation is about forgiveness. Salvation is about understanding one another. Salvation is about walking with that person, understanding the situation of a person, loving, caring, forgiveness. Oh, that is what we call salvation. Salvation means you don't have an enemy on earth. Salvation means that you don't have somebody who is higher than you or who is under than you. Salvation means we are all sisters and brothers of this world. Salvation means that we are supposed to walk into the righteousness of God and move in a manner that everything that we have, our life is more of to other people than to yourself. Salvation means you are not selfish. Salvation means that you don't cook a story to kill your neighbor. Salvation means that you uplift a brother, you uplift a sister. It doesn't matter whether this is your sister or your brother by blood, but somebody that you call a sister or brother is a person that belongs to Jesus Christ, belongs to God. Salvation means walking together. When I have a problem, it's your problem. When I have a challenge, it is your challenge. When I have an issue, it is your issue. That you are able to take every issue right away from other people. The burdens other people are carrying, that is what we call that you are able to carry the burden
of other people without looking at how much am I going to spend. If I spend this, how am I going to get it back? If I do this, how am I going to regain it? Without having that thing in your heart that I can spend 1 million bob without expectation of any return. That is what we call this salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. 90% of you here cannot do that. If you got 1 million in your account and then I tell you go and bring that 1 million, we help these young boys to go and work, then I don't know whether I will see you on Sunday. Every one of you will disappear from this church until you listen, you wait, because you'll be watching over the TV to see whether they are still asking for the 1 million. Ama usikie mama fulani alitoa hiyo 1 million, so you know the danger has gone. Let me go back. If I told you today we need to buy a chair here, Sunday, most of you will not come to church because you don't have the burden. If you realize that you don't have a burden of a situation, a burden of a people, a burden of a situation that needs to be carried on. Not a burden, burdens are different. There are those people who have a burden of attending sick people. There are those who have a burden of attending poor people. There are those who have a burden of going to see the sick people. Yes, those are different burdens, but a burden is a burden. If you don't have in your heart any single burden to go and stand in for anybody, then salvation is far from you. If you have never felt like, I want to bless this man, I want to bless that woman, I want to bless that society. If you don't have, only what you have, you can bring. If I ask for the sacrifice because you want to change your situation for the business to grow, these people will bring about 300,000. Unaona mtu tabeba 400,000, 500,000 aniletee because of her business. Lakini umwambie we need 50,000 ya kusaidia maskini, anakuja mkono, inakuwa mkono birika. Then salvation is very far from you. Kama unasikianga una ugumu wa kusaidia mtu, kubariki mtu, ugumu wa kufanya kazi ya Mungu, ugumu wa kujitolea, ugumu wa kusimama in the gap, salvation is away from you. You are not saved. And that's why I say 90% of Christians are not saved. And normally that's why I tell you that I am only 5%. Salvation mine ilipanda imefika 5%. Nimetoka 4%. Hallelujah. Hallelujah. Najua nyinyi mko 99. Wengine mko 100. But why do I say I'm 5%? Because my spirit inataka sana kufanya vitu, lakini my physical body inanizuia kufanya. Me, I don't know how I got myself into challenges that I've been through. I have found myself into difficulties of life, not because I wanted to be, not because I wanted to become that bad boy, not because I wanted to become that notorious guy, not because I wanted to become a mungiki, but God had a plan, had a reason, had an agenda over my life to make me pass through a situation that I will one day stand here and give you a testimony of what God can do, what God can do in your life, because that is what we call the mysteriousness of a calling from God. You don't have a son. You never know what is going to happen. I never knew one day I'll be preaching the word here. I never knew one day that I'll be standing before you. I never knew one day that my voice can be a voice to many people in this world. Right now, people listen to me all over the world. Right now, people listen to me all over. Every people are glued in their TV sets. People are glued in their telephones because they want to listen to what I'm saying. Not because I'm special. Not because I'm important. I am not. I'm a human being. In fact, if there is any person who is weak, so weak, it's me. But my voice is not weak. It's me, the body, that is weak. If I speak something, everybody will listen to it worldwide. Not because I'm important, not because I'm special, not because I went to a nice school, not because I have a good father. No, but there is a calling that is in me, a calling that God planted in me. And in this calling, there is a solution to many problems, the solution to many people who are suffering, the solution to many people who are facing challenges. And in these challenges, God is using my voice so that many people can get salvation, many people can get to God, many people can come nearer God. That is why I am a vessel used to reach many people all over the world. And that is the mysteriousness, because a calling is very mysterious.
A calling is not meant to make people happy. It's meant to make people know God. That if I was to make you happy, I will be a sycophant. I will be a comedian. I'll be making you love. But what I'm telling you of heaven, how you need to live, how you need to walk, how you need to do things, how you need to be. A Christian behaves this way. A Christian lives this life. I don't care whether you're going to listen to me. I don't care whether you're going to follow what I'm telling you. I don't care whether you're going to understand what I'm telling you. What I care most is to disseminate what God has instructed me to you. And how do you know that you are called? Praise be the name of God. It is not within your power to do the will of God. You have to be trained. It is not in your power to do the will of God. You have to be trained. And not going to school. Sio kwenda theological school to be trained to know the will of God. Hapana. Not going to a secondary school to be able to know doing the will of God. Hapana. Not to go to any college on earth to be able to understand the will of God. Understanding the will of God is being trained by God himself. By denying your own will, destroying your own will, and allowing his will to supersede your own will. When everything in your life refuses, when everything that you do becomes irrelevant, your parents become irrelevant, masomo yako inakuwa irrelevant, kila kitu katika maisha yako inakuwa irrelevant, that is when you become zero. And the moment you become zero, unakuwa reduced kabisa mpaka chini. That is when your will is plucked out of you for the will of God to find room. Bwana Yesu asifiwe sana. When I started the ministry, nilianza na crusade because I was using the name Ndura Waruinge, the former Mungike leader. That is the name I was using. I had some money in my account, so I was using the name and the money. And we did several meetings with Don. Then Don was a drunkard like myself. As we were going for crusade, tunaenda crusade kama Embu, tulienda Embu, we were able to fill the Embu stadium ikajaa to capacity. People were there. They celebrated us. But it was not in the plan of God. We were going there kuwaonyesha, you know what? We can turn around Embu. Then once we preached on Friday evening, tukapiga injili vizuri, watu wakaokoka, tukakemea pepo ya mbombe, tukakemea pepo ya usherati, tukakemea pepo zote ambazo ziko kwenye hii dunia. Huko kulikuwa na sauti na guruma. Tunasema one, Jesus is coming. Jesus anakuja. Jesus anakuja. Watu wakaokoka. Watu wakaokoka. Lakini after tukimaliza service, tulimaliza saa 3 usiku. Tukaingia hoteli inaitwa Panasonic. Panasonic ni Panasonic ama ni Panasonic? Si Panasonic, Panasonic. Pale Embu town, before you get to Embu town. We got there, tulikuwa tumechukua room moja huko juu sana, kwa sababu tulikuwa tunataka kukaa karibu na Mungu ndio tusikie sauti ya Mungu. Then while there, tulikemea pepo ya pombe, tukakemea pepo ya usherati, tukakemea kila aina ya pepo tulikemea kwa kiwanja. But the moment tulienda huko juu, we had girls, we had pombe, tukaitisha mizinga, Glen Vintage na Viceroy. Ni kukamata saa hiyo uko na kagari kako hapo meshika. Everything tulikemea kwa kiwanja ndio tulienda kufanya huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tulienda kushangilia na kusherehekea. Na tukasikia vizuri sana. Tukakunywa mpaka saa 9 usiku. Then I want you to imagine what next. After that, then we were preparing for the next day crusade. Tumelala mpaka saa 6. Sasa tuende tuoge, tuende swimming hapo chini, kisha to plan on how to get into the stadium on a convoy. Tulikuwa na magari about 100 of them. Embu ikasimama into standstill. Unajua Saturday Embu ndio kuna kuanga na soko. Embu was at standstill. Magari, Range Rover na Prado, kila kitu na maspika. Aliyekuwa kiongozi wa Mungike sasa ameokoka, amekuletea injili ya kwenda mbinguni, amekuletea injili. Lakini kumbuka huyo kiongozi usiku alikuwa anafanya injili ya kwenda kwa shetani.
Kiwaja Saturday ikajaa kuliko Friday. Tukakemea pepo ya usherati, tukakemea pepo ya mapombe, tukakemea pombe, tukaambia watu waokoke, watu walevi. Kama wewe ni mlevi na uko kwa kiwanja hii, ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo ukuje hapa mbele. Walevi wote wakakuja. Na sasa hiyo ile maji unaona nimekunywa hapa, iko na pombe hapo ndani. Ni pombe inaongea. Kumbe hii kitu ya shetani inajua kuvurutana. Walevi tuliita walevi wote waebu walikuja. Na tukawaombea. Kiwaje ikajaa. Kila mahali ukienda kwa soko wanasema that is a really anointed man of God. Aliita walevi wakakuja wote. Mimi sijai kuona crusade kama hii. Walevi mpaka yule mlevi wa pale ule anaenda mpaka huyu ameokoka. Kumbe ni pepo imeita mapepo. Tukamaliza saa 6. Ndio nakwambia not every anointing is the anointing. Because deliverance nilifanya. Watu waligaragara. Na ndivyo mnapendaka kuona sasa ukianguka. Unajua watu wengi hapa nataka nikikuombea ukose kuanguka wanaenda wakisema huko hakuna anointing. Hiyo tulikuwa tunafanya. Na watu wanaanguka. Doni akiwa padiri anasema watu wakaanguka wanagaragara hivi. Watu wanasema anointing iko hapo. Lakini si anointing. Ni Viceroy. Ni Viceroy ilikuwa inafanya kazi. Nilikuwa tuna sweat mpaka unaona chati imekuwa wet. Na kuna pastor mwingine hapa anaitwa Mweti ni Apostle. Ako na kitabaya kunipagusa jasho venye inatoka. Mweti ya sako hapa nyuma na kaglasi kingine kakunipatia maji because kiu kwa sababu ya ile changai iko ndani ya mguu. The body is trained. Kutoka hapo tuliingia, hatukwenda Mezzanine, tulienda hoteli nyingine hapo chini. Tukakamata mpaka tulijikuta asubuhi tumekunywa pombe. Tulikunywa mpaka bai kafugwa. Tukaambiwa tutoke. Sasa hiyo uko na pombe na uko na kademu. Alafu kademu ndio katakuwa kaasha. Until you are able to understand, to know what is the meaning of a calling. Who has called you? Bwana Yesu asifiwe sana. You can be called of God but diverted to do the will of the devil. Until the will of yourself is removed, then you stop acting you and you act God. That is when you will be able to stand and walk according to the plans and desires of God. It must be removed. Ndio naona many of us are suffering in church. Many of us are suffering. They are pastors. They are supposed to be bishop. They are supposed to be apostles. They are supposed to be prophet. But they are still struggling because the will of him, the will of you, the man, has refused to go. Until when the will of you, the man, goes, that is when God will find a place in your heart. Until siku hiyo tukakunywa na tulikuwa na vyombo vizuri kuliko hivi. Tukaabiana sasa tukama hapa ebu tumefanya hivyo. What if tukienda Meru? Tukaabiana hatuende Meru Kenoru Stadium. So tukaabiana tuache vyombo ebu na tukaviacha. Ndio wapage safari tuende Meru the next weekend. Tulipoacha vyombo zetu zote hapo, Tuesday ripoti ilikuja, vyombo zote zimeibiwa. And that was almost the end of me preaching. Because I could not understand. Niliuliza Mungu maswali. I don't know which God was. Lakini nilimuuliza maswali. How can vitu zako zinawezaje kuibiwa? Ukiwa na unaangalia. Unawezaje kubadilisha waizi wakuje waibe vitu zako? Na unajua tulikuwa tunakuhubiri. Sasa miaka 2 baadaye ndio nilikuwa nakujua. Sikuwa nahubiri Mungu. Nilikuwa nahubiri shetani. In the name of who? Jesus Christ. In the name of who? Going to crusade. So until you are able to understand, until that power that is in you, that man power, that woman power that controls your body and your soul and your spirit, until it is removed so that the will of God can find a space in you, that is when you call yourself saved. That is when you know what calling you are called for. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this body can make you refuse to understand God. This body can make you refuse not to know the will of God. This body can cause you to starve, to stagnate, to be confused, to be completely out of market. We were out of market.
We never preached God, although we pretended to be. We spend millions of money preaching nobody but the devil himself. Yet, we were doing in the name of salvation. We were doing it. Tukatoka hapo tukaenda Mombasa. Tukaenda Mombasa. Mombasa ndio kulikuwa na maneno. And I think kutoka siku hiyo ndio kitu yetu ilifungwa kabisa na Mungu. Hatukupata pesa tena ya kuhubiri. Ikafungwa kabisa because God saw these people are stupid. And this is what has caused so many of us. Until you are suppressed, unemefinywa na Mungu, amefunga kwa sababu Mungu venye anafanyanga for you to know that you have a calling. Unakuaga na makazi zako na kila kitu happening in your life. But do you know what God will be doing to you? The more you become stubborn, anakuanga amekutoborea mashimo kama 10 breathing points kama hii nyumba. Kuna breathing hapa, kuna breathing hapa, kuna breathing hapa, kuna breather. Everywhere there is a breather. Now what he does, he tells you, wake up and go serve me. Then you become like, I'm going to serve, but I'm going to on my condition. Then he switches off one of the breather. Tena nakuja na kuambia amuka wewe ukafanya kazi yako. Tena ile Kiswahili experience yako na mambo yako mingi anafuga hiyo ingine. Tena anakuambia kingine nakuja unataka wewe ukafanya kazi yako na wira jigete leo kutikira wira yoko yoko na kemenya no hiko digira wira leo digeta kwa Mombasa ana switch off. Na the following day watoto nikakutana nao wamefukuzwa kutoka kwa shule. Man of God. Sasa ananijua man of God. Nena tu neno moja. Mimi neginyete mwisho. God has been waiting for that. Niye neginyete mwisho. That is what God has been waiting out umefika mwisho. That is all. That is why he switched all your bulbs. That is why he switched your business down. That is how he made all the men that loves you wameaguka chini. That is everything that happened until now. Uko na ugonjwa unasikia ukienda unaambiwa kuna possible ya kidney failure. Hallelujah. Ukisikia kidogo unasikia breathing, wanakupima na kuambia kuna ugonjwa imetokea saa hizi na hiyo ugonjwa inaendaka 6 months unakufa. Na ni ya mapafu. Hii ni dangerous kuliko corona. Hiyo inakutoka unasikia sasa unakuambia mtu imehama. Siku hilo liniekelea mkono ilihama ikakuja na hapa. Sasa ukienda unapimwa na abiwa ukiekelewa kwa kitu hapo unaekelewa unasikia anakuambia breathe in out. Breathe in out. Anakuambia maini yako inaonekana imeshikwa na ugonjwa inaitwa ochorocoitis. Unamuuliza sasa inatibiwa na nini? Nasemekana lazima uende India. Kwa sababu kuna kashaba umeshikilia ndio kana kukatasaka uende ukafanye kazi. Na hiyo Mungu lazima ichukue. Unasikia India ni shilingi milioni ngapi? Unaanelea kashaba, unasikia kanaweza kuuzwa milioni 4. Sasa unafanya unapaga milioni 3 ni ya matibabu, hii milioni 1 nikirudi nitajipaga nayo. Immediately inapata mnunuzi. Na hiyo mnunuzi anasema niko na milioni 3 lakini nitaleta hiyo ingine baadaye. Hallelujah. Milioni 3 unachukua ndio kibia India. Unatuma hiyo pesa yote inaenda India. Hii ingine kulipwa utakuwa kilipwa 20,000 according to need. 20,000 according to need. Mungu anajua unahitaji shilingi 10,000 anakomandi yule mpatie shilingi 10,000. Unangangana mpaka unaenda polisi. Polisi akienda na amekulipa pesa ingine hiyo sio criminal, hiyo ni civil, enda kotini. Ukienda civil unaenda unaambiwa lazima ukuje na lawyer anakuambia leta deposit ya 50,000. Mungu anakubalisha yule akupatie 50 unapelekea yule 50. Uigusi na uitumii inaenda kwa matumizi kamilioni kazima kanaenda wapi? Na bado kimaliza unasikia ile ugonjwa tena imerudi. Na hauna kashaba. That is the protagonist Christians. Watu ambao wako kanisani but wameignore, wamekwama kwenye mambo ambao hayawaelewi na wamekwama because they have been called, and if you are called you will serve whether you like it or not. I refuse. Mimi bishop alininunulia wakati aliniordain alinipatia mashini za 1.8 million then 2007. Nilizipeleka pale Gong kwa kilabu hapo. Hata sasa hivi ukienda kwa hiyo kilabu ndizo zinapiga. Nilienda nikapatia huyo mtu wa bani nikamwambia sasa hizi usinipatie pesa, nitakuwa nikikuja nikichapa chupa 2 na leo naenda nyumbani. Unaandika kwa kitabu. Twende
tuende tukireduce. Inaitwa reducing balance. Kwa wale wamechukua road, mnajua reducing balance ni kusema nini. Haleluya. Nikakunywa, nilikuwa nakunywa pombe inaitwa Hennessy. Hennessy ni shilingi 6,000. Nakunywa kimoja kimchupa, naenda nyumbani. Kesho tena nitakuja nikamata ingine. Na alafu ujue nitanunulia watu 2 3. Sasa huyu jamaa anaandika tu 1.8 ukikunywa pole pole. Si ununue shamba. Hivyo ndivyo Mungu anafanyaga. Si ununue shamba. Umekataa kunisikia basi kama kuja. Nikaegea huko, akanifinya. Nikakunywa hiyo pombe, ikachoma mafigo zangu, ikachoma maini, kila kitu ikachomeka. Sasa ikakuwa hata breki za na huko nyuma sina. Nikisimama tu hivi unaona kakitu kama aguka, unafikiria ni nini? Ni pesa, ni noti imeaguka, 10 ni kama fika imeaguka tiu. Huko hii unakuta hapa niko na kia white kileas kia makojo. Unajua makojo kikojolea nguo, hiyo chumbi inaletaga white hapa. Sasa ukiniangalia unanikuta huko niko white, huko kila mahali niko white. Mainzi zilikuwa zinanifuata za green, za yellow na za blue. Kila mahali nikienda. Na maubo unakuta kauba kana. And that happened in Ngong Town, where everybody alikuwa ananijua. Everybody. Sasa mahali hata hiyo pesa sijaenda kuchukua, ni buy gini hapo iko Ngong. Sijaenda mpaka sasa, maana hapo ndio nilienda, nikasimama kwa juu ya mesa sasa nikiongelesha watu, nikiwahubiria venye watafaa kuokoka. Nilikuwa naitwa bishop, ninawahubiria hapo kwa bar, nikiwahubiria mafika kuka na makojo. Sasa kila mtu akafanya hivi, nikafukuzwa na watchmen, nikatolewa. Sasa kutoka siku hiyo pesa nimebakisha kitu 1800 hapo. Haleluya. Kutoka hapo nilipelekwa kwa car wash. Dora Waruinge, nilipelekwa kwa car wash. Nikaoshwa hivi. Kwa sababu hakuna gari ya mtu ingenibeba na hakuna. Sasa kutoka hapo nilikaa kwa nyumba. Ninaitisha ile pombe, kale kamechoro saduku ndani. Wangapi wanaijua? Wangapi wamekunywa hiyo? Ile imechoro saduku ndani, rest in peace, imeandikwa kwa ndani rest in peace. Wangapi wanaijua? Wewe si unaijua? Wewe unaijua? Sasa ikunywa. Mwingine hapa hata wewe. Sasa ilibidi, kwa sababu siwezi kwenda kwa bar, ilibidi natumana hiyo, kwa sababu nika 90 ama 80 hivi. Sasa kameandikwa ndani, kamechorwa ile karatasi ya kubandika hapa, na ndani imechorwa saduku ya mtu ya maiti, alafu imeandikwa rest in peace. Hiyo ama ingine imechorwa kama Masai kamekaa hivi huko ndani. Sasa hizo ndizo nilikuwa natumana na kunywa. Kane kwa kane. Yes, kwa sababu hiyo that's now the industrial chemical. The pure industrial chemical unakunywa. Sasa hiyo ndio ilinimalizia zaidi. Kunimalizia ilikuwa nikashikwa na depression, nikaisha kabisa. Siku moja nikiwa hapo, ndio pastor mmoja walikuwa wamekuja mazishi padio pale panaitwa Kibiko. Wakikuja, pastor huyo ni wa CFF, akasikia story yangu, ndio akakuja akaambia Harrison, what happened to your son? Harrison ndiye alikuja kunitafuta kwa nyumba. Alikuja hivi kuikia kwa nyumba, alirudi haraka sana because ile hewa ilimpata. Ingechotwa vizuri, iwekwa kwa gunia, inagurumisha ndege mpaka Amerika. But I could never, hakuna siku hata moja nilifeel kitu kibaya. Nikaletewa nguo, trosa na kashati na kiatu. Ndio nikakuja nikaobewa, nikaletwa kanisa yake pale chini, akaniobea tena. Ndio nikarudishwa kwenye madhabahu. When God has called you, it doesn't matter how manga you are. Let me tell you, my brothers and my sisters, utafinywa na utafanya kazi yake. Upende usipende, utafinywa. Hiyo kazi unafikiria ni muhimu sana, itazimwa. Huyo bwana unaona kama ni mzuri sana, alitafinywa. Mimi nilipoteza mke wangu Amerika. And I lost 350 million shillings because of refusing to work. Nilizimiwa pesa, nikazimiwa magari, nikazimiwa manyumba, kila kitu. I ended up kukunywa hiyo kill me quick. Nilikuwa naamuka asubuhi mpaka nishike.
nikiguzisha hapa inakuwa sawa, narudi hai. Wetako kuruta roko. When God chooses you, you cannot run away from his desires. He removes every will of yourself from him. Anakuweka will yake. From there you are like a robot. You are controlled. You are controlled. You will never do anything that is not your will. You will never. You will always be doing the will of God. Wherever you go, it is the will of God. That is why, see, I'm always crazy doing the work of God. And when I decided to do the will of God, he does my will. My work, niko na miezi 6 sijai step in my office. But wanarani vizuri kuniliko. Wananiambiaga ukikuja unatuharibia kazi. Ukienda tunapata faida. Why? Because God wants me to do his will. He will do my will. When you accept to do the will of God, he does whatever you want. When you accept to do what God has instructed you to do, your business, he will manage. Your family, he will manage. Whatever that you do, he will manage for you. Because he chose you. In Jeremiah 1 verse 4, he says, before you were born, I knew you. I set you apart. I consecrated you and anointed you to become a prophet unto the nation. So you became a prophet unto the nations. You have been sent. You will be sent to nations. Therefore, whatever that is yours, whatever that you want to do that is yours, he will take care of it. You take care of the work of God. Take care of the work of these people, these young men. Take them, bring them back, make them people. Let them walk, watembee vizuri, wakuwe na pesa, wakae kwa nyumba, wawache kulala kwa mitaro, na wewe Mungu atakushughulikia. Mtoto wako atashughulikiwa, familia yako itashughulikiwa, mzee wako, mama yako ambaye ni mgonjwa atashughulikiwa. God will touch them wherever they are because of what you are doing to his people, what you are doing to his work, whatever you are doing, chochote ambacho unafanya kwa makusudi ya Mungu, naye Mungu anafanya kwa makusudi yako. Only accepting to his will. Most of you can see you are suffering not because of anything. You have been called, but you have refused. The more you go looking for people to help you, until you are isolated, ukue peke yako utembee, ndio usikilize sauti ya Mungu. God will make everybody run away from you. When God is dealing with you, don't go moving around. Ukaomba usikie, God is anakushughulikia. Wachana na story mingi, tulia sasa, nenda kwa miguu yake, dedicate most of your time to him so that you can hear what he wants you to do. Wacha na mangangano, wacha mabishano, wacha kujaribu kungangana eti kujiona wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu special. You are not special. You are useless. Utafinywa na utafanya hiyo kazi unakataa.